Mungu anaona kwamba huyu ila anitumikie mpaka nimfanyie hivi. Unajua dhahabu ili ije kung'aa lazima ipitie kwenye moto. Kwa hiyo upitapo kwenye moto usiangalie nyuma, usianguke tena, zidi kusonga mbele, kwa sababu huku nyuma kilichopo ni kifo. Ndio. Nyuma kilichopo ni makosa tu. Kwa Mungu ukimwangalia kwanza, yote hayo yataisha. Kumbuka anasema yote alimaliza msalabani, hamna kilichobaki. Kwa hamna uchawi, hamna uganga, hamna mzimu, hamna mapepo ambaye ataweza kusimama mbele yako. Maana yeye anasema nitasimama na wewe mkono wako wa kuume. Je, si mimi niliyekuamuru utembee kusogea mbele? Kwa nini una hofu? Kwa nini una mashaka? Kwa nini una wasiwasi? Ukiamua kumtumikia Mungu, tumika, kuwa na badiliko la kweli, ambapo hata Mungu akiwa huko anasema ninaamini kama 20, naona leo wamenielewa, naona leo wapo kwa ajili yangu, wameamua kutumika kwa ajili yangu. Sasa inabidi tushinde vizuizi vyote vya shetani. Kila kitu cha shetani inabidi tukishinde. Je, tunafanyaje? Tuamue kushinda yote. Cha kwanza, tuache kujihesabia haki. Amina. Cha pili ni kutokuwa wavivu wa neno la Mungu. Cha tatu ni kumtafuta Mungu peke yake. Mungu kwanza. Anasema vitu vyote vijazavyo dunia ni mali yangu mimi. Sasa hiyo pesa unayohangaika nayo, nini unavyohangaika navyo? Vyote ni mali yake. Kwa hiyo anasema kila kijazacho dunia ni mali yangu mimi. Wewe ukiwa na yeye, maana wewe ni tajiri. Ukiwa na yeye, wewe ni tajiri wa kutosha. Maana kuna wengine maskini, kuna wengine ni tajiri, hana amani. Kuna wanaolala chooni, kuna wanaolala makaburini, asubuhi anavizia anaamka ili apate nini? Apate fedha. Lakini wewe ukiwa na Mungu, unatoa fungu la 10, unatoa sadaka kutoka moyoni, wewe ni tajiri wa kutosha. Amina. Wewe ni tajiri wa milele.